Kiburi katika maisha huwa sio nzuri. Ukiwa na kiburi, utajinyima vitu vingi sana katika maisha yako. Kwanza utakosa msaada kwa watu wanaokuzunguka. Wakati fulani, unaweza kadhani kwamba unajiweza wewe kama wewe. Lakini ukweli ni kwamba unahitaji watu wengine. Ila kwa sababu ya tabia hasa ya kiburi, hakuna mtu atakayetamani kwa karibu yako. Kwa angalia sana namna unavyoishi. Kiburi inaweza kukupelekea kuangamia. Kwa wakati mwingine unaweza ukakosa kuinuliwa au kupata nafasi nzuri kwa sababu ya kiburi. Jitunze sana na jiepushe na. Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi. Naona wapinga wenye kiburi. Kwa kama Mungu mwenyewe anawapinga wenye kiburi na kuwapa wanyenyekevu neema, kadhalika mtu yeyote mwenye hekima hapendezewi na mtu mwenye kiburi. Kwa Mungu mwenyewe anasema anawapinga wenye kiburi na kuwapa wanyenyekevu neema. Kwa kama unahitaji kuwa na neema, hebu jinyenyekeshe. Kujinyenyekesha kwa Mungu utapata neema. Maana yake neema ni nini? Ni kibali. Unapata kibali mbele za Mungu, lakini pia unapata kibali mbele za watu wanaokuzunguka. Hasa ukiacha kiburi zako. Ukiacha kiburi chako unapata kibali kwa watu wanaokuzunguka. Mungu wako. Wote tunafahamu historia ya mtu mmoja anaitwa Sauli. Sauli Mungu alimtuma akaharibu wafalme wa Wafilisti Midian. Lakini Sauli alichokifanya, akaenda akahifadhi kondoo, akachukua vile vinono, akafanya. Na alihifadhi kwa matakwa yake akijua kwamba labda Mungu anapendezwa na hayo. Na aliporudi akijua kwamba labda Mungu atamfurahia, kilichotokea ni kwamba Mungu akamwambia hayo sicho nilichokuagiza. Kwa nini kilichotokea? Mungu akamkataa. Na hata Mungu alipojaribu kumuuliza hakukubali kwa sababu ya kiburi chake. Kwa kile kiburi kilimfanya hata aweze kubishana na Mungu. Lakini mwisho wa siku nini kilitokea? Mungu aliweza